Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Swahili Sport kiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kilichopo kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yamekuwa mazito kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo malalamiko yamekuwa ni makubwa kweli kweli kwa kile ambacho kimeweza kutokea, na mimi nikaona sio vyema nikusogezee taarifa ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, ikielezwa kwamba huenda wakasusa kucheza ligi kuu. Kisa jambo hili ni jambo gani hilo, utakwenda kulijua hapa, kwa sababu taarifa kamili ya kile kinachoendelea mimi nimekusogezea hapa. Utakwenda kujua mwanzo mwisho nini ambacho kimewafanya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club kuweza kufikia maamuzi hayo magumu kweli kweli, ambayo yametolewa. Utakwenda kujua sababu, chanzo na nini ambacho chochote ambacho kimesababisha wao kuweza kufikia kwenye kauli hiyo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Swahili Sport, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa hilo usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Karibu. Ibana, klabu ya soka ya Simba Sport Club umeweza kushuhudia kile ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo kati ya Simba Sport Club wakiweza kualikwa na klabu ya Azam FC katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika mkondo wa pili, ambapo umeweza kushuhudia klabu ya soka ya Simba Sport Club wakiweza kuangusha pointi mbele ya Azam FC. Sasa kuna baadhi ya matukio ambayo yaliweza kujitokeza kwenye mchezo huo. Hayo ndio matukio ambayo yamekuwa gumzo kweli kweli kwa sasa kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo ni matukio ya mwamuzi hapa nazungumzia Arajiga, kwa kile kinachoonekana kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii, ambapo mwamuzi Arajiga amefanya matukio yake, ambapo kila mmoja ameweza kuzungumza, hususan Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo kupitia meneja wa Simba anasema ya kwamba ipo siku kuna watu. Meneja anasema kwamba ipo siku kuna watu hawatatoka uwanjani. Hiki wanachokijenga kwa mashabiki wetu, ipo siku kitawalipua. Mechi mbili kubwa, pointi 4 zinapotea kwa watu kutotimiza majukumu yao. Mechi kubwa ambazo inatakiwa zitoe maamuzi ya ligi zinazikwa. Ipo siku, amesema meneja wa Simba Sport Club, ambapo akiweza kuwaonya wale wote ambao wanaonekana kuweza kuinyonga klabu ya soka ya Simba Sport Club katika kile ambacho kilichotokea, ambapo inaonekana mambo yamekuwa ni tofauti kabisa kwa yale ambayo yameweza kutokea, ambapo mwamuzi Arajiga ndio alikuwa akiweza kusimamia hapa nazungumzia mchezo huo, ambapo katika matukio ambayo yaliweza kuwagusa wengi ni tukio la mchezaji hapa nazungumzia Papi Gueye kuweza kufanyiwa faulo ambayo ilikuwa ni ndani ya box, ambapo alikuwa akikabwa na hapa nazungumzia Fuentes Mendoza. Tukio hilo limekuwa ni gumzo, ambapo ukipitia picha za marejeo unaona kabisa wazi kabisa ni faulo. Pengine kukosekana kwa VAR ndio huenda labda sababu ambao mwamuzi aliona kama haikuwa ni faulo, ilikuwa ni fair challenge. Kwa hiyo
kile ambacho kimetokea Simba Sport Club ndio ambacho wanachokilalamikia, ambapo bodi ya ligi walimfungia kimya bila kutoa taarifa. Wamemrudisha kimya kuja kuchezesha, ambapo wanasema kwamba mechi yote ya Simba huyu huwa lazima yawezekane. Penati za wazi kabisa. Yeye anameza filimbi wakati Nasoro Saaduni anashika mpira. Arajiga alikuwa opposite naye, tukio zima aliona. Wakati Libasi Gueye anakanyagwa, Arajiga alikuwa nyuma yake, anaona tukio zima. Huyu huwa anachezesha kwa mwelekezo maalum, ambapo haya si maoni yangu, ni maoni ya wanasimba wenyewe wakiweza kuzungumza kuhusiana hilo. Lakini anaandika Wilson Oruma, mchambuzi wa soka, anasema kwamba Arajiga anaweza kufungiwa kama Kasim Mpanga dhidi ya Yanga pale Zanzibar. Simba Sport Club wamepoteza pointi 4 dhidi ya wapinzani wake wa karibu kwenye ubingwa kwa sababu ambazo zipo nje ya uwezo wao, lakini mwisho wa msimu nani anatajali hili? Mwisho wa siku mnapata bingwa ambaye akustahili, na kule kwenye CAF Champions League mwisho anakuwa mwisho kwenye kundi, unaona bana. Akienda kulizungumzia ile ambayo kimetokea, ambapo mjadala baada ya mechi kumalizika ni kuhusiana na tukio la Libase Gueye kuamua sio penalti, unaona bana, kwa kile ambacho kimeweza kutokea katika mchezo huo, ambapo inaonekana kabisa kwamba pengine wana Simba Sport Club hawajaridhishwa kabisa na kile kinachotokea. Lakini anaandika mchambuzi, anasema kwamba huyu ndiye Ahmed Arajiga, mwamuzi wa kimataifa. FIFA Beji Older ameonyesha uwezo mkubwa wa kuchezesha mechi zenye ukakasi bila kujali shinikizo kutoka mitandao ya kijamii au upande wowote. Mchezo wa Azam FC dhidi ya Simba Mzizima Dabi uliomalizika kwa 0-0 ulizongwa na matukio mengi kutoka kwa wachezaji na hata mashabiki wa pande zote wamekuwa na kauli tofauti baada ya mchezo huo. Arajiga alisimamia kidete na kutetea heshima ya beji yake ya shirikisho la soka Afrika, yani CAF pamoja na FIFA. Hakujali pressure yoyote na amefanya maamuzi mengi sahihi kwa ujasiri na uhakika. Ukirudia kutazama mchezo, kuna vipindi ambapo timu zote Simba na Azam zinaweza kujilaumu zenyewe kwa kushindwa kutumia nafasi walizozipata. Hata hivyo, linapokuja suala matumizi suala matukio ya penati au maamuzi magumu, makosa ya kibinadamu yanatokea mara kwa mara. Katika ligi kuu ya Tanzania hakuna VAR, hivyo mwamuzi anategemea uamuzi wake wa papo hapo. Ahmed Arajiga amejitahidi kusimamia haki inayostahili, kwa tafsiri yake imetendeka. Huyu anafaa sana kupewa mechi zote zenye utata na asiingiliwe wala kupewa mashinikizo kabla ya mechi, hasa zinazohusisha timu vigogo. Unaona bana, kama zungumzia Simba, Yanga pamoja na Azam, kwa sababu ameshachezesha mechi za azi ya CAF na mechi zenye pressure kubwa ndani ya Tanzania, kuendelea kulipa thamani soka letu kivyetu vyetu. Ukishindana kama hujashinda vile, na ukifungwa kama hujafungwa vile, unaona bana. Kwa hiyo ndio iko hivyo bana. Weka maoni yako hapo chini katika upande